Kuwashwa kwenye mashavu ya uke inaweza kuwa ni dalili ya mimba. Ndio. Unafahamu ya kwamba kuna vipindi vitatu ambavyo kuna mabadiliko makubwa sana ya homoni. Kipindi hiki cha kwanza ni menopause, pale ambapo kuna ukomo wa hedhi. Mara nyingi kuanzia miaka 45 na kuendelea umri. Lakini pia kipindi cha pili ni kipindi ambacho mwanamke anakuwa anaingia hedhi au anapata damu ya hedhi. Kuna fluctuation kubwa sana ya hizo homoni au wingi mlundikano wa homoni fulani. Lakini pia kipindi kile ambacho mwanamke anakuwa amepata ujauzito, kuna wingi wa homoni ya estrogen. Hii homoni huwa inapokuwa kuliko kiwango cha kawaida inapelekea kutengenezwa mazingira ambayo yataruhusu fungus wazaliane kwa wingi. Nimewahi kueleza ya kwamba kwenye uke tayari kuna fungus. Wana kazi maalum. Kwa hiyo kinga inaposhuka au mazingira yote yanapofanya wawe wanazaliana kwa wingi, huwa wanazidi na kukuletea shida wewe. Mara kadhaa kuna mtu alikuwa hajui kama ana mimba. Unajua, akawa analalamika. So baada ya kumsikiliza nikamwambia kapime mimba. Akapima akaikuta ipo. Dalili aliyokuja nayo ni moja tu, kwamba anapata uchovu lakini anasikia ni washo kwenye mashavu ya uke. Ilikuwa ni mimba yake ya pili by the way. So ni kutokana labda na uzoefu pengine na mambo kama hayo. So huwa naeleza watu ya kwamba mabadiliko ya homoni yanaweza kuwa ndio chanzo ambacho kinakuzuia wewe kutokupona fungus. Mimi huwa nawaeleza watu ya kwamba inawezekana kitu ambacho kinakufanya ushindwe kupona fungus hapo ukeni ni mabadiliko ya homoni. Hutaki kurekebisha homoni zako, hautaki kufanya uchunguzi kujua homoni zipi zimefanyeje, unakimbilia kununua Gynosol, unakimbilia kununua dawa pharmacy, afu unasema hauponi fungus, umetibu mpaka basi. Ukirekebisha homoni utakuwa sawa. Unajua kitu kingine ambacho tunashindwa kuelewa ya kwamba wale fungus huwa wanakuwa wakiwa favored. Nimeeleza kwamba wao wanapata chakula vizuri na mazingira ni rafiki. Kwa hiyo unapoweka homoni sawa, maana hata pH ya uke inakuwa poa. Unapoweka homoni sawa, maana hata wale bakteria wazuri wanajaa ukeni, wanakuwa wapo kwenye mazingira mazuri. Bakteria wakijaa wanapambana na fungus wanakufa, kinga inakaa sawa. Kwa hiyo kutibu fungus sio swala jepesi kama unavyofikiria wewe. Ndio maana kumekuwa na mrundikano wa wanawake ambao hawaponi fungus. So niambie kwenye comment, kati ya fungus za ukeni na UTI kipi ni kigumu kutibu? Inawezekana kwa experience yako uliteseka na kipi? Niambie kwenye comment. Ukishia makala hii na rafiki utakomentisha. Kumbuka hii ni Swahili Medics, jitambue, jitibu, jiamini.